Ramadhan Shauri. Yes. Lakini haikuwa hapa Tanzania, ilikuwa ni huko Nigeria. Na Shauri alipoteza. Kwa hiyo anapambana Tanzania mwingine Hassan Mwakinyo. Kiangalia jab yake ikiwa juu. Kimlezea engo vizuri sana. Ribo kwenye mchezo leo unaona kama kuna mabadiliko mengi ukiliangalia na mapambano ambayo umekuwa ukiyafuatilia. Double jab ambazo zimemtikisa. Mchezo mingi ya Ribo amekuwa akiwaweka mbali zaidi washindani wake. Lakini kuna muda hapo unamuona Ribo ni kama anataka kushindana na Hassan Mwakinyo ambaye sifa yake kubwa. Naona kitu cha tofauti leo. Hassan Mwakinyo kaanza na Saspo mpaka raundi hii ya pili. Kama alivyosema Aidan. Nzuri sana. Na Ribo Kasalim Amri. Huyu ni Hassan Mwakinyo na anahesabiwa. Ribo anahesabiwa. Ribo anahesabiwa na pambano limekwisha. Hassan Mwakinyo round ya mapema tu. Round ya pili, sekunde za mwanzoni, dakika za mwanzoni kabisa, anatimiza kazi ambayo ilimleta. Si pengine unaweza kusema si kitu kigeni kwa Mwakinyo kushinda kwa TKO ama kwa KO. Ni moja kati ya tabia zake Aidan. Yes, na kimsingi ni knockout. Ni knockout kwa sababu maamuzi alimhesabia Eribo mpaka sekunde 10 na Eribo akaonyesha kutokuwa tayari kuendelea na fight, na mwamuzi akawa amemaliza hii fight na kumpa ushindi Hassan Mwakinyo. Tutaenda kuona replay ya kitu hasa ambacho Eribo alikutana nacho njiani na kupelekea kwenda chini na kupelekea fight hii kufika tamati kwenye raundi ya pili. Huyo ni mtu mzima, angalia namna ambavyo anafinya macho yake, namna ambavyo unaona kabisa kama ni maumivu ambayo anaambulia. Tazama jinsi ilivyokuwa hapa. Aliingia kwenye mfumo na kukutana kwanza na left hand ya Hassan Mwakinyo, lakini vile vile ikawa bado anaendelea kujilinda, lakini ile power hand ambayo alikutana nayo hiyo hapo, left hand ambayo ilikuwa ni moja kati ya eneo left hook kwenye jawline ikamkuta Eribo na kumpeleka kwenye canvas na kumpelekea fight hiyo. Ilikuwa ni left hook ambayo ilimkamata Eribo akiwa haioni inapotoka kwenye jawline ama kwenye kidevu na kumfanya Eribo kupiga magoti kabla baadaye kuhesabiwa na kutoka kurecover na fight kufika tamati. So ilikuwa ni knockout ambayo imetokana na left hook ambayo Hassan Mwakinyo alipiga kwenye upande ambao Eribo hakuiona kati na kuja na kupelekea hii fight kufika tamati. Huyo ni bingwa wa zamani wa WBA Pan Africa, UBA Intercontinental.